yoyote, lakini sio kumwaga damu. Hapana. Vipi, mbona rudi nyuma mke wangu? Shida nini? Njoo. Njoo. Kama shida gani? Speak. Kuna shida gani? Kuna shida gani? Umefanya nini? Hebu nieleze basi vizuri nikuelewe. Nisamehe. Nikusamehe kitu gani? Umekosea nini? Wewe unatoka wapi huko? Huko wapi? Sielewi fresh. Mimi nikaku Nini mbona hivi ongea mimi nikakuelewa? Bibi, mimi nimetoka Mwajei, na maana Mwajei ushaanza kunisaliti. Mwajei ushaanza kunisaliti. Hichi kinachoendelea kwa kweli sitakielewa vizuri. Tazama kabisa mtoto mdogo anasaliti naye kabisa. Umekosa nini Mwajei? Ambacho kinafanya mpaka unatoka na yule kijana. Sasa sikiliza. Kuanzia sasa hivi, yaani kuanzia tunapoongea hivi, ukirudi nyumbani, chukua kila kilicho chako. Sitaki kabisa, chukua kila kilicho chako. Siwezi kuendelea na mahusiano kabisa. Bibi, naomba Nisikilize. Yaani usije ukanishika, yaani usije ukaniambia mkono wako unigusa. Mama niuliza. Nisikilize, usije ukanigusa. Nitakuumiza. Naomba. Sasa shida iko. Hebu eleza basi nikuelewe ili nione namna gani kukuelewa. Hii sehemu tuongee tumbani. Okay. Sawa. Safi, mzima. Za Jumapili. Njema. Kwa hiyo unaenda kanisani? Hamna, nipo busy tuna kazi. Huyu Mungu, yani sikia nikwambie. Ndio. Sisi tunaenda kazini wiki nzima kuanzia Jumatatu mpaka Jumamosi. Siku moja tu. Tuna kanisani tunaenda masaa, Kazi zimebana. Masaa mawili unashinda kwenda kanisani. Kazi. Sio kweli. Bosi mwenyewe anagomba sana. Yani sikia nikwambie. Wewe jaribu kwenda kanisani, muombe hata ruhusa. Unajua? Yesu alikuja duniani kuokoa wenye dhambi. Yohana 3:16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Kama ngoja Biblia ninayo. Usiandikie macho hilo huko. Biblia ninayo. Yohana 16, Yohana 3. Anasema kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Sasa wewe unataka upotee? Hapana, siko tayari. Anayemwamini bali awe na uzima wa milele. Sasa wewe ndugu yangu unataka kupotea? Baba ndio hivyo kakaangu. Mwamini Yesu. Mwamini Yesu kwa uzima.
hakuna kilichoshindikana. Hata huyo bosi wako ukishaanza kumwabudu Mungu, bosi wako hamna kitu. Yaani wewe unaenda kuna bosi, mimi nilienda kanisani. Naweza kufanyia kitu, hakuna bosi anayekataa tu. Basi sawa. Kwa tangazo hili jana. Karibu kanisani kwetu, yani kanisani kwetu. Ndio. Basi sawa, tutakuja. Karibu. Mshauri wangu shoga yangu. Inabidi labda ongea na huyo kaka, yani umueleweshe. Hivi utamuelewesha mara ngapi? Yaani mtu wote umueleweshe usumpe nini aelewi. Sio mbaya lakini. Ndio. Inabidi tukifuate. Na nitakionyesha. Unajua nitakionyesha. Usikiache salama. Yaani kikiwezekana. Kitia hata wa. Unajua nakitamani sana. Kiwezekana. Tukitia hata waume. Kweli? Yaani niko tayari kulipa chochote. Wow! Ananisarau mimi. Hey! Atakuja kusikia taarifa kilicho mwanafunzi chake hicho kilichofanyia. Uko sawa? Niko sawa. Shida nini mbona umekaa peke yako kwa wageni hapo ndani kule? Nimeona sio vizuri. Sio? Nimeona sio vizuri. Yaani watu wazima kama wale hapo nikae wasikiza maongezi yao sio vizuri. Kwa hiyo nikaona ni vyema nitoke nje hapo. Sawa, lakini wale mwingine wamekuja nyumbani. Hata kama ni watu wazima wewe kuacha peke yao ndani. Lazima ukae nao mzungumze kidogo. Kwa hiyo kaa peke yako inaleta maana gani sasa? Basi mwenyewe nitajitahidi. Haya, sawa. Nataka tuzungumze kidogo. Mwendezo wako wa masomo mimi sijaupenda. Shida nini? Mpaka sema naona kabisa kwamba unapotea kabisa ndugu wangu kwa masomo. Kule tu nimemwazi kakaangu. Unajua tena mimi nilipokuwa nasoma kwa shule za msingi Kiingereza kilikuwa ni tabu kwangu. Sasa tulipofika huko sekondari ndio kimekuwa shida kweli yani kwa sababu masomo yote natumia hiyo lugha ya Kiingereza. Kwa hiyo nimepata ugumu hapo tukakangu. Kwa hiyo shida imeingilia hapo. Au shule pengine utaki ndio? Hapana, mimi napenda shule. Basi sawa. Tuko pamoja. Asante kakangu. Haya, unaweza kuendelea shughuli zako sasa. Fanya bwana siku moja tu. Nisikilize hapo. Sasa. Eti. Fanya mambo kupanga siku tu. Bye. Hivi wewe unajua yule ni mwanafunzi au? Okay. Moyo wangu ndio umependa, sio moyo wako, sawa? Naomba usinifuatilie. Kwani mimi na matatizo gani? Au unanionaje? Sitaki sasa, moyo wangu hujakupenda nani Oprah. Sijui wewe ukoje kwa kweli. Kila siku nakufuata na kuambia achana na wanafunzi, uelewe. Una matatizo gani kwani? Mtu anakuambia na mpenzi wake hataki, jaribu kumuelewa basi. Kwani moyo wako ndio umependa moyo wangu? Dada, mbona unielewi? Mimi nimekupenda. Sikia. Mimi sitakupenda. Wewe Neema. Shida nini Neema? Wewe dada. Wewe sikiliza, sio mtoto mdogo, anajua sana kuchukua meza yake. Subiri dada nikwambie, mtoto mdogo afu ni mwanafunzi wangu huyu. Sasa kama ni mwanafunzi ndio anabeba meza yake sasa. Yaani hapo mimi namtetea kabisa. Sio kumtetea kabisa. Yaani wewe hujui. Huyu hana tabia hizo. Hizo tabia alizonazo sasa. Sikiza sasa nikwambie. Sikiza nikwambie. Wewe dada, yaani makosa mnafanya ni makubwa sana. Yepi? Unaona? Ni makubwa sana. Hamwezi mkamzalisha hivi mwenzenu hivi. Sio kumzalilisha, lazima adabu. Unajua huyu hana adabu kabisa. Yeye anajua kutoka na mabwana za watu. Alafu unasema ni mwanafunzi wako. Kwani ana tabia za ajabu? Sikiliza, huyu mwanafunzi wangu namjua fika. Hana hizo tabia. Hana. Neema. Nenda nyumbani. Huyu mtoto umjini. Nenda nyumbani, hawa nitaongea nao vizuri, sawa? Nenda nyumbani. Yaani mtoto chukua viatu vyako. Ukome. Usirudie tena. Inabidi tumpe adabu. Hapana, sio hivyo. Sio hivyo. Ili ajifunze, kila asirudie. Sio hivyo. Yaani huyu kaka huyu
kila hivyo. siku mimi nawakuta. Siku nyingine sitaki nione hii tabia. Naweza nikapeleka kwenye vyombo vya sheria. Ni sawa, lakini inabidi uongee naye. Mweleweshe, sio mwalimu wake. Wewe si mwalimu wake. Nitaongea naye, nitamfuatilia kama ana tabia hii. Basi utamfundisha adabu sana. Sawa. Sawa. Kuna shoga.